Usiku ulikuwa mzito juu ya mlima wa kijito cha mawe. Upepo mkali ulipiga kama ngoma za vita. Mwezi ulikuwa umejificha nyuma ya mawingu meusi. Moto mdogo ulitikisa mwanga wake juu ya uso wa kijana aitwaye Amani mtembezi. Amani alikuwa ameacha kijiji chake. Watu walimcheka. Walisema, njia ya mlima ni ya wapiganaji, si ya mtu anayesafiri peke yake. Lakini moyoni mwake kulikuwa na sauti nyingine. Sauti ya mababu. Sauti ya ndoto. Alipanda mlima huu peke yake. Hakukuwa na rafiki. Hakukuwa na ndugu. Kulikuwa tu na baridi, mawe makali, na upepo uliolia kama roho zilizopotea. Kila hatua iliuma. Kila pumzi ilikuwa nzito. Alisikia hadithi za zamani zikisema kuwa juu ya mlima huu kulikuwa na hekima ya wafalme wa kale. Lakini wengi walishindwa kufika. Wengi walirudi nyuma kwa hofu. Usiku ulipozidi kuwa mweusi, Amani alisikia sauti ya ajabu kutoka msituni. Ilikuwa kama mnong'ono wa wazee wa kale. Je, utaendelea au utarudi? Moyo wake ulitetemeka. Safari ilikuwa imeanza. Lakini adui wake wa kwanza hakuwa mlima. Ilikuwa ni hofu ndani yake. Asubuhi ilipochomoza, jua lilipaka rangi ya dhahabu juu ya savana iliyokuwa chini ya mlima. Ndege walipiga kelele, na upepo ulikuwa mpole kidogo. Amani alifika kwenye sehemu ya msitu mzito. Ghafla alimuona mzee mwenye ndevu nyeupe, amekaa karibu na moto mdogo. Moshi ulipaa taratibu kuelekea angani. "Mwanangu," mzee alisema bila kuangalia, "kwa nini unapanda mlima huu peke yako?" Amani alikaa kimya. Hakujua kama huyo alikuwa mtu wa kawaida au roho ya msitu. "Natafuta nguvu," Amani alisema kwa sauti ya chini. Mzee alicheka polepole, kama sauti ya kuni zinapowaka. "Nguvu haipo juu ya mlima. Iko ndani ya moyo unaokubali kutembea peke yake." Alimpa Amani fimbo ya mbao. "Utapitia majaribu matatu. Kila jaribu ni kivuli cha nafsi yako." Upepo ulivuma ghafla. Moto ukatetemeka. Na mzee akatoweka kana kwamba hakuwa pale kamwe. Amani alibaki ameshika fimbo, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Safari haikuwa ya mwili tu. Ilikuwa vita dhidi ya nafsi yake mwenyewe. Jioni ilipokaribia, mawingu meusi yalifunika kilele cha mlima. Ngurumo ilisikika mbali. Amani alipanda hadi kwenye korongo lenye mawe makubwa. Ghafla aliona kivuli kikubwa mbele yake. Kivuli kilionekana kama yeye mwenyewe, lakini macho yake yalikuwa ya hofu. "Kwa nini uendelee?" kivuli kiliuliza. "Rudi kijijini. Uko salama huko." Amani alihisi miguu yake ikitetemeka. Alikumbuka maneno ya watu waliomcheka. Alikumbuka kushindwa kwake zamani. Mvua ilianza kunyesha. Radi ilipasua anga. Kivuli kilionekana kukua zaidi. Lakini ndani yake alisikia sauti ndogo. Sauti ile ile ya zamani. Shujaa wa kweli hushinda woga wake. Amani alipiga hatua mbele. "Sitakimbia tena," alisema kwa nguvu. Kivuli kilianza kuyeyuka kama moshi. Hapo ndipo aligundua ukweli. Hofu yake ilimzuia zaidi kuliko mlima wenyewe. Lakini bado jaribio halikuwa limekwisha. Usiku wa pili ulikuwa mkali zaidi. Moto wake mdogo ulikuwa karibu kuzimika. Baridi ilikata kama kisu. Alipofika karibu na kilele, aliona mwanga mkali mbele yake. Ilikuwa kama duara la moto lililozungukwa na sauti za ngoma za kale. Ndani ya mwanga huo aliona sura za mababu, wapiganaji, wafalme wa zamani. Sauti ilisema, "Ulikuja kutafuta ushindi, lakini ushindi ni kujishinda mwenyewe." Amani alilia. Alikubali maumivu yake. Alikubali upweke wake. Hakutafuta tena kuthibitisha kitu kwa watu. Ndipo mwanga ukazidi kung'aa. Aligundua kuwa safari yote haikuwa kuhusu kufika juu. Ilikuwa kuhusu kujua kuwa anaweza kutembea peke yake bila kuogopa. Ngome zilisimama. Upepo ukatulia. Na mlima ukawa kimya. Asubuhi ya tatu ilichomoza kwa utulivu. Anga lilikuwa la buluu safi. Ndege waliruka juu ya vilele vya milima. Amani alisimama juu ya mlima. Hakukuwa na hazina. Hakukuwa na taji la mfalme. Kulikuwa na amani ndani ya moyo wake. Aliposhuka kuelekea kijijini, watu walimwangalia tofauti. Lakini sasa hakuwa anatafuta sifa zao. Alikuwa amejifunza ukweli mkubwa.
Wakati mwingine lazima utembee peke yako ili ujue wewe ni nani. Usiogope upweke. Njia ya mafanikio mara nyingi ni ya mtu mmoja. Ujasiri wa kutembea peke yako ndio unaokuza nguvu ya kweli. Kama umejifunza kitu kutoka hadithi hii, Thumbs up like video high. andika maoni yako. Bell subscribe kwa channel Faithful Event. Bofya video inayofuata kwenye skrini. Mwanaume maskini arudisha mkoba uliopotea wa milionea, kisha anapewa nafasi ya kazi. Safari yako ya ushindi inaanza leo. Sunrise over mountains fire.